Kama unatumia hii verse iko hapa juu, kujaribu kueleza habari za amri 10, kutetea amri 10, hii video ni yako. Okay, nitaenda kuisoma. Revelation 11:19 inasema, kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Kukawa na umeme na sauti na radi na tetemeko la nchi na mvua ya mawe nyingi sana. Okay, ukitazama hii verse unaona anakupa picha ya mbinguni ambapo kuna hekalu la Mungu linafunguliwa na ndani yake kuna sanduku la agano. Okay, ndani ya hilo hekalu. Sasa watu wakiona hivyo wao wana conclude ya kwamba hata hiyo miaka ya baadaye ambapo tutaenda kupumzika kustarehe na Kristo, tutaenda kupumzika na Mungu katika maisha yetu, katika ufalme wake wa milele, kwamba tutaenda sehemu ambayo kuna hekalu, tutaenda katika mbingu ambayo iko na hekalu, alafu lina sanduku la agano ambalo sanduku hilo tunajua sote ya kwamba liko na amri 10. Sasa kuna mambo ambayo bado hujayaelewa, lakini let me give you a simple explanation ili uweze kufunguka macho before nikuelezee yale mambo ambayo yanahitajika, yale mambo ambayo yanatakiwa wewe katika usomaji wako uweze kuyaelewa. Okay? Sasa jambo la kwanza, Wakristo wale walio katika Kristo hawataenda sehemu ambayo kuna amri 10. Kwa sababu gani? Kwa sababu Biblia inatuambia hivi. Ukisoma Marko 12, Yesu anasema katika kiyama sote tutageuzwa tuwe kama malaika, na kutakuwa hakuna kuoa wala kuoana. There is no marriage. Okay? Hakuna kuoa wala kuoana. Sote tutakuwa kama malaika. Sawa? Katika amri 10, ukisoma ile amri ya 10, wacha nisitumie hizi zingine kwanza. Wacha nitumie tu hii moja kufungua macho. Hii amri ya 10 inahitajika mahali ambapo watu wanaoana. Amri ya 10 inasema hivi. Ukisoma Kutoka 20 mstari wa 17, Biblia inasema amri ya 10 hiyo, usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi, wala ng'ombe, punda na chochote alichonacho jirani yako. Sasa haya maagizo hayawezi kuapply mahali ambapo watu wote wamegeuzwa wako kama malaika na hakuna kuoa wala kuoana. Hii amri itakuwa inafanya nini hapo? Hakuna kuoa wala kuoana. Watu wamegeuzwa, wamepata miili mipya. Hii miili mipya sio sawa na hii miili tulionayo. Okay? Katika hiyo miili mipya hakuna kuoa wala kuoana. Hii miili tulionayo haitokuwepo pale. Kwa sababu gani? Ukisoma Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 50, Paulo anasema ya kwamba mwili na damu haziwezi kurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ni lazima tubadilike. Ni lazima tutapewa miili mipya. Okay? Sasa tutakapokuwa na hiyo miili mipya, hakuna mtu mke wala hakuna mtu mume. Okay? Hakuna kuoana, hakuna ndoa. Lakini maagizo ya amri 10 ni kwamba usimtamani mke wa jirani yako, kumaanisha huyo jirani anatakiwa awe na mke. Na majirani wote ambao tutakuwa pale, majirani zangu wote ambao watakuwa pale, tutakuwa hatuna biashara hizo. Unless unaongelea mbingu nyingine fulani ambayo sasa Bible haijaongelea hiyo. Sasa hii ndio picha nataka nikusaidie ili uweze kuelewa. Kuna mambo ambayo huyajui. Sasa naomba uweze kunisikiliza vizuri, kwa sababu umeshaona kuna mtazamo sasa unaweza kufungua macho ya kwamba sehemu ya watakatifu hakuwezi kuwa na amri 10, kwa sababu watakatifu watakuwa katika hali ambayo hairuhusu uoaji. Na kwa sababu watakuwa katika hali hairuhusu uoaji, amri 10 haziwezi kuapply mahali kama hapo, kwa sababu hiyo itakuwa ni sehemu ya utakatifu. Itakuwa sio sehemu ya kuoa na kuoana, wala hatutakuwa na miili hii ambayo inaruhusu kuoa na kuoana, bali tutakuwa na miili mipya. Sasa kuna mambo ambayo bado hujayajua. Ninaomba nikufungue macho. Katika hii Biblia kuna jambo ambalo linaitwa nchi mpya na mbingu mpya, na nchi ya zamani ama nchi ya kale na mbingu ya kale. Haya ni mambo ambayo unafaa uwe unayajua. Okay? Sasa sio kila kitu katika kitabu cha Revelation. This is where watu wanapata wrong. Watu wanachukulia kwa sababu imeandikwa katika kitabu cha Revelation, watu wanachukulia kwamba kila kitu hapo ni mambo yatakayokuja. Lakini hawajui ya kwamba asilimia kubwa ya mambo yanayoongelewa katika kitabu cha Ufunuo ni mambo ambayo yalikuwa yameshapita. And this is the reason. Hiki kitabu kinaandikwa kwa watu wa mataifa. Kinaandikiwa watu wa mataifa ambao walikuwa hawana idea ya kile ambacho kilifanyika enzi za kina Musa hadi ujio wa Kristo. They had no idea. Sasa ndio mwandishi anawaandikia hao ili aweze kuwapa mtazamo jinsi hali ilivyokuwa nyuma enzi za kina Musa, ili sasa waweze kukatch up na yale mafundisho ambayo wamefundishwa kuhusu Kristo. Got me right? Sasa kitu ambacho kinaongelelewa ukitazama vizuri ni kwamba kitabu cha Revelation kinaongelea
nchi ya zamani na mbingu ya zamani na nchi mpya na mbingu mpya. Ukisoma hii Revelation 11 yote inaongelea mbingu na nchi ya zamani. Ukisonga mbele katika Revelation 21, sasa hapo anaanza kuchanganua nchi mpya na mbingu mpya ambayo watakatifu wataenda kutulia na Mungu, wataenda kuishi pamoja na Mungu, nchi mpya na mbingu mpya. Okay? Sasa hivi ndivyo ilivyo katika Revelation 11. Ukisoma hiyo Revelation 11 ukianzia mstari wa kwanza, kuna mambo utayaelewa. Hebu tazama hapa. Anasema nikapewa mwanzi kama fimbo, na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujuduo humo, and those who worship there. So unakuta hii picha, kuna hekalu, kuna na madhabahu, alafu kuna watu ambao wanaabudu hapo. There are people who are worshiping there. Okay? Sasa hii ni ile picha ya lile hekalu ambalo lilikuwa limejengwa Yerusalemu. Wakati Musa alikuwa ana document kuhusu the tabernacle, aliambiwa andika kwa mfano wa mambo ambayo nitakuonyesha. Ukisoma Hebrews 8:5, ukisoma Exodus, inaelezea kwamba Musa wakati alikuwa akidesign, wakati alikuwa akieleza the features ambazo zitatumika kutengeneza nyumba ya Mungu, wakati alikuwa anapewa the features, alionyeshwa picha fulani ili aweze kucopy paste kile alichoonyeshwa. Sasa ile picha aliyoonyeshwa ndio hii ambayo tunaambiwa in Revelation 11 ya kwamba ilikuwa ni mbinguni. Alionyeshwa picha ya mbinguni, the old heaven. Ndio maana unakuta sasa katika taratibu alizoziandika Musa, unakuta kulikuwa na hekalu, alafu kukawa na madhabahu, ambapo hiyo madhabahu ilihusika for the atonement, for offering sacrifices. Ndio unakuta watu walikuwa wakiabudu hapo. Ibada yao ilihusiana na nini? Uchinjaji. Ukiona madhabahu mahali, ujue madhabahu hainanga kazi nyingine. It is offering sacrifices. Madhabahu sio mahali pa kuhubiri neno. Madhabahu sio mahali pa kupeleka fungu la 10. Madhabahu kazi yake ni offering sacrifices peke yake. Sasa ukiona hapa kuna madhabahu, basi tayari ameanza kukupa idea. It is not talking about the future. The book of Revelation, katika Revelation 11, it is not talking about the future. Sio mambo tutakayokuja kuyaona, bali ni mambo ambayo yalishapita, ni mambo ambayo yalishatendeka. Okay? Ni sawa na ile picha kamili ambayo Musa aliandika kuhusu nyumba ya Mungu ambayo ilihusiana na ukuhani wa Kilawi, kwa sababu waliohudumu katika madhabahu walikuwa ni Walawi. Sasa kitabu cha Waebrania kinatueleza vizuri ya kwamba Yesu alitimiliza hayo mambo. Kwa hivyo kifo cha Kristo kilikamilisha kila kitu kilichohusiana na taratibu zote za Kilawi, ikiwemo madhabahu na hekalu ambalo lilikuwa na amri 10. So Jesus fulfilled, na hayo mambo yakafika mwisho. Ndio maana kitabu cha Warumi Paulo anatuambia ya kwamba Kristo ni mwisho wa sheria. Kwa hivyo zilifika mwisho. Torati ilikuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo, lakini kwa sababu tumefika kwa Kristo, hatupo chini ya kiongozi tena. Sasa wakati tumeshapata idea ya kwamba haya mambo hayaongelei future, hayaongelei future, yanaongelea past. Kwa sababu hata hiyo Revelation 11:2, ukisoma Revelation 11:2 inakwambia, na behewa iliyo nje ya hekalu uiache nje, wala usipime, kwa maana mataifa wamepewa hiyo. Kwa hivyo katika lile hekalu kulikuwa na outer court ambayo watu wa mataifa walikuwa wakija wakiabudu hapo. If you remember, let me remind you, ikiwa unaweza kukumbuka, kuna wakati Yesu alienda na kufukuza watu Wayahudi ambao walikuwa wameweka biashara. Hawa Wayahudi walikuwa wameweka katika hiyo outer court ambapo watu wa mataifa walikuwa wakija kuabudia. Walikuwa wakija hapo, wakikutania hapo, ambayo ilikuwa katika jengo la hekalu ambalo lilikuwa Yerusalemu. Sasa unakuta hapa kuna utengano. Kulikuwa na hekalu ambapo sasa Wayahudi walikuwa wanaingia ndani, alafu kulikuwa na outer court ambayo watu wa mataifa walikuwa wanakuja. So there was a separation, hawakukaa mahali pamoja. Lakini sasa katika hii mbingu mpya, baada ya Kristo kukamilisha hayo mambo, Biblia inatuambia hakuna Myahudi wala Myunani, hakuna mtumwa wala mtu huru, hakuna mtu mke wala mtu mume, sote tuko sawa sawa. Na katika hiyo mbingu, wakati tutabadilishiwa miili, wakati tutavaa the glorified body, kutakuwa hakuna cha mume wala mke, kwa sababu sote tutakuwa kama malaika. Hakuna cha marriage. Okay? Hakuna mambo ya ndoa. You understand? Ndoa labda katika mbingu fulani ya watu fulani ambao hao sitaki kuwaongelelea. Okay? Upande huo ndio utakuta ya kwamba katika mbingu yao wanaruhusu mambo kama hayo. Lakini tunapoongelea habari za Biblia, tunaongelea ya kwamba ni utakatifu pekee katika nchi hii mpya. Wacha nikusomee kitabu cha Petro wa pili 3:13. Inasema lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya
na nchi mpya, mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Sasa katika hiyo mbingu mpya righteousness dwells. Hapo ni utakatifu pekee, hapo ni utakatifu pekee, hakuna biashara nyingine, hakuna biashara nyingine. Okay, sasa tutakuwa na glorified bodies. Okay, sasa watu ambao wako na glorified bodies hauwezi kuwapa amri 10. Hii inamaanisha katika nchi mpya na mbingu mpya hakuna cha amri 10. That's why in the book of Revelation 21 inachanganua haya mambo. If you get time, jaribu kusoma Revelation 21, itakusaidia sana kuweza kuelewa this new heaven and new earth. Itakusaidia sana kwa sababu nitasoma verse 3 inasema, wacha nianze verse 1, inasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana kumbuka the same writer kuna mahali ameona mbingu in verse 11 akaona mbinguni hekalu limefunguliwa, lakini anapofika verse chapter 21 anaona sasa mbingu mpya na nchi mpya. So hii inamaanisha anachokiona sio kile alichokiona katika Revelation 11. Okay? Sasa katika hii mbingu mpya na nchi mpya inakuwaje? Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Verse 3, pay attention. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Sasa this is where we will be. Hapa ndipo tutakapokuwa nchi mpya na mbingu mpya. Tumesoma second Peter ikatuambia vizuri ya kwamba katika hiyo mbingu mpya na nchi mpya, hapo ndipo utakatifu hukaa na sote tutakuwa kama malaika. Okay? Hakuna habari za 10 commandments. Okay? Sasa tunaporudi katika Revelation 11, I think you have got an idea ya kwamba it is not talking about things to come. It is talking about things which were past. Okay? So you cannot use Revelation 11 kujaribu kuelezea mbingu na nchi zitakazokuja, kwa sababu ukielezea mbingu na nchi zitakazokuja ukitumia Revelation 11 ya kwamba kutakuwa na agano, sanduku la agano, maana yake kutakuwa na amri 10, hiyo unajaribu kutuambia ya kwamba kutakuwa kuna kuoa na kuoana. Okay? Which is different na hiyo mbingu mimi siitaki. I'll not be there because mbingu ya kuoa na kuoana, it is not where we are going. Mahali tutakuwa ni mahali patakatifu ambapo Bwana amepatengeneza. Ukisoma Waebrania 11, even Abraham alijua haya mambo hata kuliko watu wengine hapa. Katika Hebrews 11 kuanzia verse 8 inaongelea habari za Ibrahimu, nitasoma hadi 10. Inasema kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale alipopapata kuwa urithi. Akatoka asijue aendako. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Maana, pay attention, maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi, ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Sasa ukiwa careful utagundua Abrahamu alikuwa katika nchi ya ahadi ambayo ni Kanaani. Alikuwa katika hiyo nchi ya ahadi, lakini wakati alikuwa katika ile nchi ya ahadi aligundua ya kwamba kile Mungu alikuwa amemwahidi, ile nchi ambayo Mungu alikuwa amemwahidi sio hiyo. Even though tunajua vizuri katika kitabu cha Genesis Mungu alimuonyesha hiyo nchi ya ahadi. Mungu alimuonyesha na Abrahamu alienda akaishi hapo, lakini ijapokuwa alienda kuishi hapo, alijua in spirit ya kwamba Mungu hakumaanisha hii nchi. Alimaanisha kuhusu nchi ambayo mwenye kuijenga, mwenye kuianzilisha ni yeye Mungu, ambayo haijengwi kwa mikono ya wanadamu. Okay? So Abraham alitazamia things to come, even though alikuwa katika the old heaven and the old earth. Alikuwa in the old earth, lakini alitazamia the new earth and the new heaven ambayo mwenye kujenga ni Mungu. Okay? Na Biblia inatuambia vizuri, ukiendelea kusoma ukisoma verse 13 inasema hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi. Kwa hivyo Abrahamu alikufa kabla hajaipokea ile ahadi ya nchi mpya na mbingu mpya ambayo mwenye kuibuni ni Mungu, bali wakaziona tokea mbali, wakazishangilia kwa kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. So unakuta ya kwamba wao walitazamia things to come even though walikuwa katika the old heaven and the old earth. Sasa kilichoko ni hiki, the book of Revelation haiko based na future alone. As I have said earlier, ni mambo, asilimia kubwa ni mambo ambayo yalishafanyika. Okay? Sasa ni Gentiles wanapewa picture kwa sababu wana wa Israel walikuwa already wako na hiyo picture ya hekalu, ya uchinjaji wa wanyama, mambo ya ukuhani, walikuwa na idea, lakini the Gentiles hawakuwa na idea, kwa sababu Biblia inatuambia vizuri, ukisoma kitabu cha Waefeso, Biblia inasema maagano yalikuwa ni ya wana wa Israel.
Okay? Sheria zilikuwa za wana wa Israeli. Mungu aliitwa Mungu wa Israeli. Kwa hivyo watu wa mataifa walikuwa wamewekwa nje na taratibu za Mungu. Lakini sasa wakati ukisoma Ephesians 2 from verse 11 to 17, Biblia inasema ya kwamba Yesu alikibomoa kiambaza ambayo ni sheria iliyokuwa katika in ordinances ambayo ilikuwa inawatenganisha, akahubiri amani kwao waliokuwa mbali na wana wa Israeli ambao walikuwa karibu, akawapatanisha na kutengeneza one new man. Okay? Sasa this one new man, yeye anautazamia mji ambao mwenye kujenga ni Mungu mwenyewe. Na hapo ndio unakuta ya kwamba tunaambiwa katika kitabu cha Wagalatia ya kwamba yule aliye katika Kristo sasa ndio ameenda sawasawa na ahadi zilizopewa Abrahamu. Okay? Kwa sababu Abrahamu alikuwa anatazamia the new heaven. Mkristo naye ni the same. So anaenda sawasawa na zile ahadi ambazo Abrahamu alipewa. Okay? Sasa that is the position of the scriptures. Sasa ikiwa wewe utaenda katika mbingu ambayo zipo amri 10, then be rest assured ya kwamba watakatifu hawatakuwa hapo. Be rest assured, mahali ambapo kuna sanduku la agano, ambapo kuna amri kama hii niliyoisema ya kwamba usitamani mke wa jirani yako. So ina maana kutakuwa na majirani ambao watakuwa na wake. Hapa kuna kuoa na kuoana. Hiyo sio mbingu ambayo Wakristo watakuwa wametulia na Mungu wao. Thank you.